Yes, mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, natumai mzima wa afya kabisa. Kama unavyoona mbele yako, tupo na dada wa Goodluck Gozbert ambaye amepata kusambaa sana katika mitandao ya kijamii hivi karibuni. Ni baada ya kuchoma gari alilopewa na nabii kutoka Arusha, kwa madai ya kwamba lilikuwa sio gari la kawaida, hali ya na kama sio gari la kawaida kwa upande wake, kitu ambacho alikiongea, alisema kwamba ile gari wamempa ili kumtafutia kifo, kwa maana ya kwamba ile gari ilikuwa imetolewa kwa ajili ya kafara. Hapa tupo na dada yake kabisa wa damu, atakwenda kutueleza ni kwa nini huyo Goodluck ambaye ni mdogo wake, kwa nini alifanya hivyo, kuchoma gari, na je, vipi katika hiyo imani ambayo yeye anaiamini Goodluck kwamba ni kweli gari ya kafara. Je, ni kweli, ni sahihi? Atakwenda kutueleza. Nafikiri kwa sababu hapo ni watu wa karibu, nafikiri atapata kutueleza mengi zaidi kuhusu Goodluck Gozbert ili tupate kujua kinachoendelea juu yake. Dada, habari yako? Nzuri. Vipi kazi zinasemaje? Alhamdulillah. Natumai wewe ndo dada yake na Goodluck Gozbert, eh? Ndio. Ilikuwaje issue ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii ya yeye kuchoma gari? Ningependa labda utueleze kwa ufupi tupate kufahamu ilikuwaje mpaka ikafikia hiyo hatua yeye anachoma ile gari, hali ya kweli gari alikuwa kapakia kwa mikono miwili yote, au ni kitu gani ambacho kilimshawishi, au aidha ni familia ambao mlikaa mkajadili ile swala, au ni yeye tu na akili zake, ama kuna mtu mwingine tofauti na familia ilimshawishi? Kusema ukweli, hamna mtu aliyomshawishi. Kutokana ile ni zawadi aliyokuwa amepewa na ule mchungaji, akaitumia takriban miezi kama miaka mitatu hivi. Imefika tu ameona gari sijui ni ya masharti, labda ameona masharti atakuwa magumu, akaamua tu aichome moto. Na vipi kuhusu masharti? Yeye alijuaje kama hii gari ni ya masharti, yani ya masharti ya design fulani? Mbona akati anapewa, kwani alipewa masharti yote? Hakupewa masharti kwa sababu ile zawadi kwanza jinsi alivyopewa sio kama alipangwa. Yeye ilitokea kwa sababu aliimba nyimbo ilimvutia ule mchungaji. Baada ya hapo akaona cha kumpa nini, ndio ile ukaona kama kampa gari, kampa na milioni 2. Milioni 1 atuweke mafuta, nyingine anunue matairi nini. Umeona? Mdogo wangu hakusita kuipokea, lakini kutokana na mambo ya maisha akaona haiwezi kuendelea nayo. Akaona bora aichome moto. Nitaka nifahamu ni kitu gani ambacho kinifanya mpaka achome moto? Ni nani aliyesema kwamba gari ni ya masharti hivi na hivi? Ni nani aliyetoa kwamba ni kama kuna mtu vile alitoa siri juu ya ile gari, eh? Hilo kwa kweli hapana. Ni yeye mwenyewe tu, kwa sababu yeye ndo alokabidhiwa gari. Hajapewa tu kama sisi ndo tumemshawishi tukumwambia teba pokea gari, pokea ile. Ni yeye mwenyewe. Alipewa gari yeye mwenyewe, akawa anaitumia yeye mwenyewe, lakini naona labda kutokana na mambo ya misukosuko bana kutana naye kupitia gari ile, akaona labda itome moto. Na vipi nyinyi kama wanafamilia, ili swala mmelichukuliaje kwa upande wenu? Kwa sisi familia hatujalichukulia kwa wepesi sana, lakini mwenye maamuzi alikuwa ni zaidi ni yeye mwenyewe Goodluck. Kwa sababu ile gari nilikuwa sikupewa mimi, alipewa yeye kwa sababu yeye ni msanii wa kuimba muziki, nyimbo za dini. Na inasemekana kwamba toka amepewa ile gari kidogo, hata kwenye chati ya muziki kidogo amepotea. Ni kweli? Ni kweli. Na wakati mdogo wangu alikuwa anaita akitoa nyimbo zake tu dakika tu. Lakini toka amepewa ile gari, kusema za ukweli, hakuwa vizuri tena. Na vipi kuhusu huyo nabii ambaye alimpa hilo gari? Na uone kama anamchafua kwa upande wake, kwa sababu nabii, kwa sababu tayari ni nabii, afu raia wengi ambao wanamheshimu pia na kumthamini kama nabii wa Mungu. Vipi uone kama anamchafua nabii na kumfanya kondo wake kuwapotezea mwelekeo? Sawa, ndio anamtoa mwelekeo, lakini pia kwa namna moja au nyingine Goodluck mdogo wangu, kumbuka alishakuiti kabla hajapewa hilo gari na ule mchungaji. Alishaiti kutokana na nyimbo zake. Ila yani huyo mchungaji mwenyewe pia naye alitafuta jina tu kwa mdogo wangu Goodluck. Kwa sababu mdogo wangu Goodluck tayari alikuwa ni mwanamuziki wa Injili. Ni tayari alikuwa ashajulikana. Lakini kutokana na sababu zake za mchungaji kumpa hilo gari, labda ndio alikuwa anatafuta jina kwa mdogo wangu. Lakini pia inasemekana kwamba hakupewa yeye tu peke yake, kwa sababu kuna wasanii wengine pia ambao walipewa, kuna baadhi ya wasanii pia walipewa magari.
sio kwamba ni yeye tu peke yake. Vipi, au ndo lengo lake kwamba alikuwa analenga hivyo ambavyo unaongea? Nahisi ni kweli, sababu ndio walopewa magari, lakini tutaona wenzio kweli, kwa sababu hizi mali ujue bwana, siku zote kila mtu anaokuwa na mali yake kuna kitu yani waga, yani kila kitu na masharti yake. Kwa hiyo siwezi jua kama masharti yake, labda wengine masharti yao wameyaweza na mdogo wangu labda ameyashindwa. Na kuna jambo lingine pia nimelisikia hivi karibuni kwamba yupo katika harakati za kuwa mchungaji. Vipi hili jambo, mlikaa kama familia kwamba yeye awe mchungaji ama yeye tu alivyoamua tu yeye na Mungu wake? Hilo ameamua yeye tu na kutokana na kipaji chake alichopewa na Mwenyezi Mungu. Lakini nyinyi mnaona kwa pande kwamba ni sahihi kwa yeye kuwa mchungaji, mwanamuziki kuwa mchungaji? Ni sawa jamani, mbona Masanja alikuwa ni komedi, hatima yake sasa hivi kawa mchungaji, kwa hata yeye pia ni sawa tu. Au inawezekana labda huko alikoenda kusomea huo uchungaji ndo wamemshawishi yeye kufanya kitendo ambacho kimetrend katika mitandao ya kijamii? Hapana. Nasi nini hasa? Hawajamshawishi, ila mimi nahisi tu ni akili yake mwenyewe na kitu tu alichokiona yeye mwenyewe, basi ni maamuzi yake tu mwenyewe. Hamna mtu yoyote yule alomshawishi. Vipi kuhusu kama nyinyi kama familia, ili jambo mmelifurahia ama hamjalifurahia? Kwa Hatujalifurahia. Nilifurahia kuchoma gari. Hatujalifurahia kwa kweli. Kwa maana hiyo nyewe hamuungani mkono na yeye kwamba kwa kitendo alichokifanya ni kwamba amekosea, ndio? Amekosea kwa sababu wenye mahitaji ni wengi. Kama aliona yeye nani amemshinda, ni bora angelirudisha tu ile gari kwa kule Arusha tu basi. Inawezekana pia angerudisha ile gari, inawezekana mwingine hapa alimpa gari angegoma kuchukua, kwa sababu tayari kama kweli ile gari ilikuwa ni kwa sababu ya kafara, basi yule kupokea ingekuwa ni ngumu, kwa sababu kule kwenye daftari lake katika kafara zake ameshatia tiki kwamba ameshatoa kafara. Kwa nini tena apokea tena ile gari? Ingewezekana kweli? Ingewezekana, kwa sababu hata yeye alivyokuwa akipenda anapewa ile gari hakupangwa kama nilivyokuambia, sio kama kapangwa. Yule mchungaji aliamua tu kutoa zawadi. Kwa hiyo angelitoa zawadi kama alivyowapa watu wengine tu, kama akina Eliudi huko hivyo. Na vipi kuhusu familia yake nyumbani kwake? Vipi kuhusu familia yake? Na imani mara nyingi wao mnamtembelea katika familia yake yeye na mke wake. Vipi kuhusu mke wake? Mkakaa kumhoji wifi yako pengine labda kinachoendelea kuhusu yeye na kakake, kuhusu wewe na kakako wewe, kuhusiana na issue ambayo kuchoma gari? Shaka naye tukamuuliza kwa nini imekuaje mpaka ikawa hivi. Akasema tu mimi wifi, kusema kweli nimeshangaa tu kusikia tu mwenzangu amechoma gari. Lakini vipi kwa upande wake katika wakati unamuuliza, alionyesha furaha yote au kuna huzuni fulani ambayo alionyesha kwamba amekosea? Kiupande mmoja au mwingine kwamba amekosea, asingelichoma gari. Kwa mke wake naongelea, kwa mke wake vipi hali yake? Alikuwa naye ipo kama wewe unavyoongea ama yeye kaungana na mume wake? Sasa hapo huwezi jua, kwa sababu yule mimi ni wifi tu, yule ni mume wake. Huwezi jua labda wamekaa wamepanga wenyewe basi akaamua tu alizie, sababu mume wake ndio kitu tayari kashakiamua, kwa sababu alichokuwa kapewa ni mumewe. Yeye hata akinuna akicheka, yani kwamba ni havihusiani. Issue imechanganya sana jamii. Na katika kiwalisia, kwanza kiwalisia, wewe na Gozbert ni mtu na Gozbert wewe ni mtu na dada yake. Na kwa nini mko katika familia mpo wangapi? Si tupo 4. 4. Wanaume wangapi, wanawake wangapi? Wanaume 2, wanawake 2. Na Gozbert ni wangapi na wewe ni wangapi? Gozbert wa kwanza. Ni wa pili. Wewe ni wa pili. Mimi ni wa pili. Okay. Na vipi kuhusu kutaka yeye kuwa mchungaji? Nyinyi kama wana familia mtaungana kwenda katika kanisa lake au mtaendelea na imani zenu? Tutaungana kwa sababu sisi yule ni mdogo wetu, ni kaka yetu, kwa hiyo tutaungana naye. Hatuwezi kumtenga, yani kihivyo hatuwezi. Kwa hiyo kanisa ambalo nyinyi mnasali mtaachana nalo na kwenda kwake? Tutaenda kwake. Kwa sababu wale wanahubiri nani kama wachungaji wengine.
Kwa upande wako lakini unaona kama itakuwa sahihi kwa makanisa na kuna kanisa lingine kwa sababu tu ndugu yetu. Kwa kunaonekana kimuonekano wewe unahisi kama yuko sahihi. Mimi niko sahihi kwa sababu sinaenda kumsupport ndugu yangu. Na vipi kuhusu mchungaji wenu atachukuliaje? Hataweza kuchukulia kitu chochote tu. Ni kawaida mbona? Ni kawaida sana. Basi ningependa utueleze ni kitu gani ambacho unaweza ukakiongea kwa watazamaji kuhusiana na hili swala, kuhusu ili kutoa ile fikra zao zipeleke wapi? Je, wazipeleke kwamba ile swala linahusiana na mambo ya kafara au fikra zao ziende kwenye kitu gani hasa? Au pengine hapo ziende kwenye ugomvi wake yeye na nabii kwamba pengine hapo kuna ugomvi katikati ambao hujulikani yeye ndio kama kutumia njia. Mimi nipende kuongea na watazamaji kuhusu swala hili lililotokea la Guzbert kutokana na mchungaji, kwamba hapo katikati kama alikuwa na ugomvi wao sisi hatujui. Kikubwa tu mdogo wangu sasa hivi anaenda kuwa mchungaji, basi wamsupport kwa ajili ya uchungaji. Waachane nao mambo tena, si kuchoma gari, si kufanya hivyo tena, waachane navyo. Kwa hiyo unataka kuambia kwamba wasifocus katika hili swala, waachane nalo, wao wafocus na mambo mengine? Yani waone ile swala lishapita tu, kwamba sasa hivi wafocus na vitu vingine. Hilo tena la kuchoma si gari, si nini tena, waachane nalo. Na unamwambia neno gani nabii ambaye alimpatia gari Guzbert? Hapo kwa nabii hapo sina cha kumwambia. Zaidi kama kweli anaona yeye anatoa magari yake kweli ya halali, kama sio kafara kama wanavodai, basi aendelee tu kuwapatia watu wengine. Lakini kwa alilompa mdogo wangu ndo kama hivyo kaona sio nani gani kama kulichoma moto, basi amsamee tu mdogo wangu. Lakini unahisi hili kitendo ambacho amekifanya cha kuchoma gari ikitokea yeye kukopa gari watu wengine wanaweza kupokea kweli? Wao wanaweza akapokea. Sababu ile swali imetrend kidogo na tayari shamchafua unabii kwamba zawadi zake zimekuwa ni za kafara. Kwa hiyo kuna mtu ambaye atapokea matatizo kweli? Unavyohisi kweli kabisa mtu atapokea matatizo kweli? Kwa sababu hii habari imetrend sana juu kwenye mitandao. Ndio kama hivyo ninavyokuambia, yani ni kila mtu na akili yake. Kuna mwingine kutokana na swala kama ile anaweza akaogopa, na kuna mwingine anasema labda kuna hapo mwingine, unajua kila mtu na fikra yake. Mwingine labda atasema kwa nini asingeniletea hata mimi? Angenipa hata mimi. Lakini wewe kwa sababu hujui kilichomkuta ndugu yangu, ndio maana unaona ni sawa. Lakini kama na wewe naye akipewa apokee, ili kusudi siku naye akimkuta atasema ndio maana kumbe Goodluck aliamua kulichoma ile gari. Na vipi kuhusu muziki wake? Muziki wake alikuwa akiimba toka akiwa mdogo au kaanza kubwana? Goodluck nyimbo zake alianza kuimba toka akiwa mdogo. Yaani toka alikuwa ni mdogo alikuwa anapenda sana kuimba. Sio kwamba kaanzia tu kwa sababu ni mkubwa. Alianza toka mdogo, tena alikuwa anapenda sana kuimba nyimbo hizi za Bongo Flava. Ila kutokana na mama yetu sisi ni mtu wa dini sana, akabidi tu amwambia achana na Bongo Flava, uimba tu nyimbo za Injili basi. Na pia nishawahi kupata tetesi kusikia kwamba alishawahi kumwandikia nyimbo Ben Paul. Ni kweli. Sio Ben Paul, tunasikia alikaandika nyimbo nyingi sana za Bongo Flava. Ni kweli, wasanii wengi sana wanaandikiwa nyimbo na Goodluck. Basi dadangu, mimi ningependa nikushukuru. Tumeongea kwa kina, tumeongea kwa urefu. Nafikiri kwa malizo ambayo tumeongea sio mbaya, natosha, kwa sababu tayari watazamaji watakuwa tayari washaelewa kinachoendelea. Watakuwa tena wajiuliza maswali mengi sana kuhusiana na swala. Basi ningependa tukushukuru, na pia ningependa kuomba samahani kwa kukusimamisha shughuli zako na kuweza kuhojiana na mimi hapa ili watazamaji wapate kuelewa kitu ambacho kinaendelea. Basi wapenda watazamaji, basi nipende tu kukukumbusha usisahau kuweza kusubscribe hapo chini katika hiyo alama ya kengele nyekundu ili uweze kupata habari moja kwa moja. Ningependa tufikie mwisho kwa sasa, na hii ni Go Live TV, the best quality.